الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا إخوة المستمعون والمشاهدون، yenye ndugu zangu ambao ni wasikilizaji na watazamaji, tukiendelea katika mtiririko wa darasa yetu katika kujifunza yale ambayo ni wajibu kwetu sisi kwa kumjua Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, tukiendelea kuzungumzia sifa zake Subhanahu wa Ta'ala, na yeye Mwenyezi Mungu ambaye ana sifa kama ambavyo Mwenyezi Mungu anasema walillahi almathalul a'la, na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye sifa zilizotukuka. Na kumjua kwetu sisi Mwenyezi Mungu, basi tutamjua kwa kuzitazama na kuzifahamu sifa zake, na jumla kama sifa hizi tulivyoanzia kuzitaja ziko sifa 13, na leo tutaendelea katika sifa ya pili miongoni mwa sifa hizo za wajibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa 13. Kwa hivyo sifa hiyo ya pili inaitwa alqidamu, utangu. Bimaana yajibu ala Allahi alqidam, bimaana alazaliya, ni wajibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusifika na sifa hii ya utangu kwa maana ya azalia, bimaana kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwepo wake ni kwamba hauna mwanzo, na wala haukuwa maana hii azalia kwamba inakuja kwa maana ya taqadumil ahadi wa zaman. Haingii katika maana hiyo kwamba ya kule kutangulia ule wakati na zama, kwamba kuna wakati mrefu umepita na zama. Hii maana ya azalia haiji katika maana hiyo tunapoitegemeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu lafdh alqadim wal azali, na tamko hili qadimu na azali, idha utliqa ala Allah Ta'ala kana almaana annahu la bidayatan liwujudihi. Matamko haya tunaposema Allahu qadimun au Allahu azaliyun, basi maana yake moja kwa moja ni kwamba ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye hapana mwanzo wa uwepo wake Subhanahu wa Ta'ala. Ule mwanzo kwamba hapa ndio mwanzo kwa Mwenyezi Mungu, hakuna hilo. Kwa hivyo inasema kwamba Allahu azaliyun, Allahu qadimun, kwa maana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye uwepo wake hauna mwanzo. Na maneno hayo yanapoachiliwa ala al-makhluqi, kwa kiumbe, ni kwamba yatakuwa yana maana ya taqadumil ahdi wa zaman, kwamba ni kitu ambacho kimekusha kutanguliwa na kupitiwa na zama na muda mrefu. Kwa hivyo kikaitwa kwamba hichi kitu cha zamani, kwa maana kishapitiwa na muda mrefu, basi kikaitwa kwamba ni kadimu, au kinaweza kikaitwa azali. Maneno haya ya kitu hicho inapotumika kwa kiumbe, basi inakuwa hivyo. Na tutaona hapa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuelezea katika mwezi, akasema hatta ada kal'urjuni alqadim. Maana yake ni kwamba al-urjun huwa idqu an-nakhli wa huwa shay'un fi a'la an-nakhli, fa innahu idha madha alayhi zamanun yaybas fayataqawas. Ni zile chaparara ni vitu ambavyo vinavyokuwa katika mtende, katika yale makole ya mtende, kwamba sasa vile vitu vinavyokwenda kwa baada ya muda mrefu inakauka. Ikishakauka ile chaparara, ni kwamba baada yake sasa inakuja inajikunja. Sasa hatua hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaeleza
kwa neno alqadim, akaiadhifia qadimu hiyo katika kitu hicho ambacho kitakuwa kinapopitiwa na muda mrefu, basi kinakuwa katika hali hiyo. Chaparara hiyo ya mtende ni kwamba inakwenda inajikunja. Sasa anauelezea mwezi na wenyewe unapokwenda, yani unapofikia tena hatua za mwisho za kumaliza muda wake wa ule mwezi, ni kwamba huo unarejea katika hatua ile ya udogo, ukawa mwezi umekuwa mdogo na umejipinda. Kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu akasema hatta ada kalurjunil qadim. Kwa hivyo mwezi umekwenda katika hatua hiyo, lile duara limekamilika, basi utakwenda tena unaanza kupungua mpaka inabakia katika hatua ndogo, na ikawa ni kama mfano hiyo chaparara ambayo ilikwisha pitiwa na muda mrefu. Kwa hivyo hiyo imekuwa ni maana ambayo inatumika katika upande wa viumbe. Neno qadimu linakuja kwa maana hiyo, ni kitu ambacho kilichopitiwa na muda mrefu. Kitu ambacho kimepitiwa na muda mrefu basi kinaweza kikaitwa qadimu. Na kadhalika katika hatua kama hiyo ni kwamba maana hiyo haifai kuitumia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo inapotumika kwa Mwenyezi Mungu inakuja kwa maana kwamba yeye la bidayatan liwujudihi, ni kwamba hapana mwanzo wa uwepo wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunaweza kutumia maana hiyo kwamba kile kitu ambacho kilichopitiwa na muda mrefu, ukasema baitul ajaib qadimun. Baitul ajaib ni nyumba ya zamani kwa sababu ya kuwa imepitiwa na muda mrefu. Au ahramul Misr qadimun, na piramidi hali ya Misri ni vitu ambavyo vimeshapitiwa na muda mrefu kuanzia pale vilivyotengenezwa. Kwa hivyo inapotumika katika viumbe basi inakuja maana kama hiyo. Sasa na ama hoja ya kuangalia hoja ya naqliyun juu ya kwamba Subhanahu wa Ta'ala yeye ni azaliyun, aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema huwa al-awwal, kwamba yeye ni wa mwanzo, bimaana la bidayatan liwujudihi, hapana mwanzo wa kuwepo kwake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yeye Subhanahu wa Ta'ala ni qadimun, kwa maana ya ule uwepo wake Subhanahu wa Ta'ala hauna mwanzo wa kuwepo. Kwa hivyo na hayo Mwenyezi Mungu akithibitisha katika aya hii ndani ya surati al-Hadid akisema huwal awwal, kwamba yeye ndiyo wa mwanzo, bimaana la bidayatan liwujudihi, hapana mwanzo kabisa wa kuwepo kwake Subhanahu wa Ta'ala. Na hoja ya kuonyesha qidamuhu Ta'ala, kwamba yeye Mwenyezi Mungu ni lazima kwamba yeye asifike na sifa hii, kwa sababu annahu law lam yakun qadiman la lazima huduthu. Kama asingekuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kusifika na sifa hii ya utangu, basi angekuwa nasifika na sifa ya kuzuka, na angesifika na sifa ya kuzuka fayaftaqiru ila muhdithin, ni kwamba sasa yeye angefikia kuhitajia mzushaji. Na ingelikuwa Mwenyezi Mungu angefikia sasa na yeye anahitajia mzushaji, yani angehitajia wa kumfanya na yeye awepo, na ingelikuwa ni hivyo, lazima hapo pangelazimu kuna kitu kinaitwa ad-dawru wat-tasalsul. Dawru wa tasalsul ndio ambayo ingefikia hapo, kwamba ingekuwa sasa ni mzunguko, kwamba hichi ndio kimekifanya hichi na hichi kimekifanya hichi na hichi kimekifanya hichi. Kwa hivyo ungekuwa mzunguko ambao haiwezekani kwa mwenye akili kuja kusema maneno kama hayo, kwa maana kungekuwa sasa ikalazimu kwamba yule ambaye ni kiumbe akawa anapata sifa kwamba na yeye ni muumba, halafu tena na yeye kaumbwa na yeye anapata sifa ya kuumba, kaumbwa anapata sifa ya kuumba, ni kwamba itakuwa jambo hilo haliwezekani. Kwa hivyo ikalazimu, kwa sababu hilo ni jambo ambalo akili iliyokuwa salama haiwezi kulikubali hilo, ikalazimu lazima yeye Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kusifika na sifa hii ya qidamu, ya utangu, uwepo ambao hauna mwanzo wa kuwepo. Kwa hivyo hii habari ya tasalsul
ikawa kwa Mwenyezi Mungu ni kitu ambacho kimekanyika, kwamba kimepingika. Hakiwezekani kabisa kitu hichi kuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika mfano mwingine ambao wanaotoa wanachuoni katika jambo kama hili ni mfano mtu amwambie mtu, la utika dirhaman hatta utika dirhaman qablahu, kwamba sintokupa dirham mpaka kabla hii dirhamu hii na ambayo nataka nikupe kwanza, kabla yake nini nimekupa dirhamu, na sikupi dirhamu mpaka nikupe kwanza kabla yake tena hiyo nyingine dirhamu. Kwa hivyo itakuwa inakwenda hivi, ni kwamba jambo hili ni kwamba hii dirhamu kwanza hatopewa na jambo hili litakuwa saha lipo. Kwa hivyo ni muhali hatua namna hiyo, kwamba kuingia katika tasalsul, katika mzunguko kama hivyo, ni kwamba jambo hili linakuwa linasema kwamba itakuwa halipo. Kwa hivyo ikawa haipo kabisa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye kusifika kwamba na sifa ya kuzuka. Uwepo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo tulivyosema, haukutanguliwa na kutokuwepo. Kwa hivyo ikawa yeye Subhanahu wa Ta'ala hakumhitaji muhusishaji ambaye atakayemhusisha yeye na sifa ya kuwepo. Na kwa Mwenyezi Mungu tunaposema, tunasema kwamba yeye yupo. Ama katika upande wa viumbe tunasema kwamba hivi viumbe ni wenyewe vimeingia katika kupata sifa ya kuwepo. Kwa hivyo yeye Mwenyezi Mungu yeye yupo. Ama hivi viumbe vyote, hivi viumbe vimepata sifa ya kuwepo. Sasa yeye ambaye sifa yake ni kuwepo tu Subhanahu wa Ta'ala, ni kwamba sasa yeye hakumhitaji yule ambaye atakayemhusishia sifa ya kuwepo. Kwa hivyo inabaki kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema huwa al-awwal, yeye ndiyo mwanzo, bimaana ule uwepo wake Subhanahu wa Ta'ala umekuwa haukuwa na mwanzo. Na hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema sallallahu alayhi wasallama, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu, amekuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hapakuwa na kingine chochote kisichokuwa yeye. Bimaana Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba yeye kabla hajaumba chochote ni kwamba alikuwa yeye. Na hadithi hii ni hadithi sahihi ambayo iliyopokelewa na al-Imam al-Bukhari, Imam al-Baihaqi, al-Imam Abu Bakar ibn al-Jarud na wengineo katika wanachuoni wameipokea hadithi hii sahihi ya kuonyesha kwamba uwepo wake Subhanahu wa Ta'ala haukutanguliwa na chochote, na yeye Subhanahu wa Ta'ala ndiyo ambaye ameviumba vyote. Kwa hivyo yeye Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio mwenye kustahiki sifa hii ya al-qidamu, na wala hakuna qidamu, hakuna kingine ambacho kinachopata sifa hii ya utangu. Maneno ambayo yaliopita watu wa falsafa wa kuonyesha kwamba kwamba ulimwengu huu ni kadimu, nao yake na zile afradi zake. Kwa hivyo haya maneno ni maneno ambayo wanachuoni waliwakufurisha, kwa sababu wanaposema kwamba hichi kitu ni kadimu, ni kwamba watakuwa wamejalia kwamba hii sifa hii ya qidam itakuwa si yake Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo kutakuwa kuna kitu kingine ambacho na chenyewe kimepata sifa ya qidamu, halafu vikawa vinashirikiana. Kwa hivyo moja kwa moja maneno ya hao watu wa falsafa ni kwamba yanapelekea kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anao viumbe ambao wanashirikiana katika sifa hiyo, sifa ya qidam. Na hilo ni jambo ambalo halifai na ni jambo la ukafiri, kwa sababu sifa zake Mwenyezi Mungu ni peke yake na hakuna mwingine yote ambaye anashirikiana na Mwenyezi Mungu katika sifa zake hizo. Na hizi tumezitaja sifa hizi 13 ambazo tutakaendelea kuzitaja. Kwa hivyo hii ni sifa ya pili ambayo inaitwa al-qidam. Kwa hivyo insha Allah Taala hiyo sifa tutaiwekea hapo,
na tutaendelea na sifa nyingine ifuatayo inshallah.